Somo jingine likawa ni namna ya kubeba nguruwe. Unajua mashamba mengi sana wanapiga nguruwe. Unakuta mtu anapoenda kushika kitoto anashika hovyo, lakini kuna namna ambavyo unatakiwa kumshika nguruwe. Kwa mfano nguruwe mtoto unaweza kumbeba kama hivyo anavyoonyesha daktari. Unaona ukimbeba hivyo nguruwe anatulia wala hapigi kelele. Umeona? Kwa utaka kumchoma sindano au utaka kumkata mkia, hivyo ndo namna ambayo unaweza ukambeba nguruwe wako na atatulia na wala hatakuwa anapiga kelele. Sasa unakuta wengine kuna namna ambayo wanabeba nguruwe mpaka unakuta nguruwe anakuwa analia na anakuwa anapiga nini? Anapiga sauti. Umeona? Kwa mfano kama hivi kumbeba nguruwe kwa mikono ya mbele, nguruwe haizi akatulia, lazima atapiga sauti. Lakini ukimbeba kwa mguu wa nyuma na ukawa unamshusha chini hivi, yani nguruwe haizi kufanyaje? Hawezi kulia. Lakini ukimtanguliza hiyo miguu ya mbele, utakuta nguruwe anapata maumivu na wakati mwingine utakuta nguruwe anapiga kelele sana. Kwa hiyo kuna namna nzuri ambayo unaweza ukambeba nguruwe. Lakini wakati mwingine mtu mwingine unakuta anatumia masikio. Umeona? Unavuta kwa masikio hivyo kingurue kitoto. Kwa lazima kitasikia maumivu. Kwa namna nzuri ya kumbeba lazima ushike miguu ya nyuma, umnyanyue hivi, au unaweza ukashika mkia. Kwa mfano ukishika mkia hivi na ukamnyanyua nguruwe, nguruwe hapigi kelele, ni anatulia tu. Umeona kama hivi. Nguruwe ni ametulia wala hawezi kupiga kelele yoyote. Kwa kuna namna nzuri ya kubeba nguruwe. Kwa vijana wako lazima wafundishe namna nzuri ya kuweza kuwabeba nguruwe. Umeona? Hiyo ndio itakuwa, yani watakuwa marafiki sana na vitoto vyako. Hata ukiingia ndani bandani vitoto haviwezi vikaa vinakimbia. Kwa hiyo mtu yote akija shambani kwako, kama huwa unapiga nguruwe, akikaa hivi akiangalia, ni rahisi kujua kwamba nguruwe huwa wanapigwa. Kwa hiyo kuna namna nzuri ya kubeba nguruwe. Unaweza ukamshika kwa miguu ya nyuma hivyo ukamnyanyua, au unaweza ukatumia mkia ukamnyanyua nguruwe wako na kaa vizuri. Kitu kingine ambacho ni kitu cha muhimu sana ambacho ningeweza kumshauri mfugaji yote angeweza kukifanya, ambacho kwetu sisi tuliona ilikuwa ni makosa na ambayo tulikuwa tunayafanya. Tulikuwa tunakata mkia, tunakata meno, lakini pia tulikuwa tunachoma ayani kwa siku ya 3. Ila tulikuwa hatuhasi nguruwe siku ya 3. Tulikuwa tunahasi nguruwe wakiwa wakubwa. Yani nguruwe akishakuwa na miezi nguruwe alipokuwa na siku 21, yani baada ya wiki 3, au unakuta mwingine washafikisha wiki 4, ndio tulikuwa tunahasi nguruwe. Kwa hiyo nguruwe alikuwa anasikia maumivu sana kwa sababu zile korodani zinakuwa zishakomaa, lakini pia nguruwe anakuwa na nguvu, yani anatingishika hivi, yani kumshikilia hivi nguruwe inakuwa ni nguvu, ana nguvu sana. Kwa hiyo unakuta nguruwe kilo 8, 7 anakuwa ni nguruwe mwenye nguvu sana, kwa hiyo inakuwa yani hakuna namna nzuri ya kuweza kumshika. Kwa hiyo kitu ambacho naweza tukashauri wafugaji wengine wanaweza kufanya kwamba hivi vitu vyote unaweza kuvifanya kwa siku moja. Yani nguruwe akishakuwa na siku 3, siku 4, unaweza ukamkata mkia, ukamchoma sindano ya ayani, lakini pia unaweza ukamkata meno na kumhasi. Siku hiyo hiyo unaweza kufanya vitu vyote. Kwa sababu gani? Kwanza hiyo, yani maumivu atakayoyapata yatapata kwa siku moja tu, then baada ya hiyo siku kupita nguruwe wako atakuwa yuko fresh. Lakini pia anapokuwa bado mdogo ukimhasi haumii, kwa sababu zile korodani zake zinakuwa bado hazijakomaa. Kwa ile tissue ile ukiwa unaitoa hivi inakuwa ni rahisi sana. Kwa hiyo mimi naweza nikakushauri kwamba hivi vitu unaweza kuvifanya baada ya siku 3. Yani nguruwe wako baada ya siku 3 mkate mkia, mchome iron, lakini pia unaweza ukamkata meno na kumkata mkia. Lakini kwenye kukata meno pia sio lazima. Unajua lazima ujiulize kwa nini natakiwa nimkate meno. Kwenye kukata meno unabidi kwanza uangalie, je, hawa watoto wanavyonyonya kwa mama wananyonya vizuri? Kama wananyonya kwa mama hawamngati, unaweza ukaacha tu. Umeona? Yani unaweza kaacha moja kwa moja bila kufanyaje? Bila kuwakata meno. Lakini kama ukiona mama anapata ugumu sana wa kunyonyesha, then baada ya hapo unaweza kufanyaje? Unaweza kukata meno. Kwa hiyo unatakiwa kwanza kuobserve, kuangalia, je, watoto wananyonya vizuri? Je, mama hapati shida kutoka kwa watoto wanaponyonya? Kwa hiyo ukiona kwamba hakuna shida yoyote ambayo inatokea, unaweza ukaendelea hivyo hivyo bila kukata meno. Kwa kukata meno sio lazima. Okay? Lazima uangalie kwanza mwenendo wa watoto wanavyonyonya. Ukiona kwamba wananyonya lakini mama anaumia, then baada hapo unaweza ukamkata meno. Kwa sababu tofauti na hivyo utaona tu mama atakuwa analalia matiti na watoto hataki kuwanyonyesha watoto. Kwa hiyo ndio namna nzuri ambayo unaweza ukaifanya. Lakini hii ni sehemu ambayo tulikuwa tunakuonesha jinsi ya kuhasi nguruwe akiwa kuwa na umri mkubwa. Yani
wewe mwenyewe unaweza kaona kupitia video hii jinsi inavyokuwa ni tabu. Kwanza angalia jinsi unavyomshika, unatumia nguvu hizo korodani unavyotoa, kwa nguruwe anaumia sana. Na hawa nguruwe walikuwa wameshafikia muda wa kwenda kuwawini. Kwa hiyo sasa yani nguvu inakuwa ni nguvu kubwa sana. Kwa hiyo mwisho wa siku nguruwe anaweza kapata hata stress, afu kidonda kinaweza sikipone mapema. Kwa hiyo unakutana na shida zingine ambazo zinaweza zikapelekea hata wakapunguza weight. Kwa hiyo nakushauri hivyo vitu vyote unaweza kuvifanya kwa wakati mmoja, kwa siku moja, yani vyote ukavifanya yani bado mapema kabla nguruwe wako hawajakomaa. Sisi tunaitwa Lauda Hox Farm, tunapatikana Kibaha Kongowe kwa namba 0712 979511. Karibu sana.